Mungu shalom. Shalom. Ave Maria. Tunaendelea kushukuru Mungu kwa ajili ya neema ya pekee ambayo ametujalia akituhesabia kati ya wazima kwa siku ya leo. Na tunashukuru Bwana alitupa nguvu ili tuje tuzote neema na baraka mbalimbali ambazo ametuandalia katika misa hii takatifu ya siku ya tano ya kwanza ya mwezi huu wa mwisho. Tunafika vile kumshukuru kwa ajili ya mapendo aliyotuonesha muda wa mwaka mzima. Moyo mtakatifu wa Yesu unatukumbusha mapendo yasiyo na kipimo ambayo Mungu alituonesha kwa njia ya mwana wake aliyekubali kumwaga damu yake kwa ajili yetu. Na maandiko matakatifu yanatuomba nasi wenyewe tuliopendwa hivi na Mungu tumpende. Lakini tunapotazama somo la kwanza la siku ya leo linatuonesha wana wa Israeli wakiwa wamekwazika. Na hakuna mara nasi wenyewe tunakwazika. Usomi wa kwanza unawaelekea wana wa Israeli wakiwa wamekwazika sana. Na tuweza kujiuliza ni nini imewakwaza. La kutambua ni kwamba katika sehemu ya maandiko matakatifu kitabu cha Isaya ambayo tumesomewa leo, sehemu ambayo tumesomewa leo, Mungu anamtuma Isaya awaelekee, au Mungu anawaelekea wana wa Israeli kwa njia ya nabii Isaya wakiwa wenye kukwazika. Na wanakwazika kwa njia mbili, kwa nje na kwa ndani. Kikwazo kinachotokea kwa nje ni kwamba mfalme wa Asuru kiisha kuyavamia makabila yaliyokuwa yakizungukia mji wa Yuda, alikuwa ametangaza kwamba atapigana vita na mji wa Yuda na nchi ya Yuda. Il venait d'assiéger tous les environs. Après il dit, je viens aussi à Juda. Namna tunapatikana hapa, tunatangazwa kwamba adui ambaye ameuvamia mji jirani iko naelekea huku kwetu. Nasi wenyewe tutashikwa na hofu na oga katika mioyo yetu. Ni namna ile, katika jambo kama lile, katika hali ile walimokuwa wana wa Israeli. Mfalme wa Asuru, ndio wa Asiria, ametangaza kwamba atakuja kushambulia mji wa Yuda, kushambulia Yerusalemu. Ni kwa nje. Na kwa ndani sasa walikuwa wamekwazika vile sababu ya ukosefu wa haki. Waongozi wa siku hizo walikuwa wamekosewa haki. Rushwa ilikuwa imeonekana wazi katika namna ya kutatua shida. Mlipoenda hukumuni ninyi wawili, wewe na mshindani wako, yule aliyekuwa akitoa rushwa ndiye aliyekuwa akipewa haki. Na kwa njia ile maskini walikuwa kama wameteseka. Hata kama ungalikuwa na sheria, sababu huna lolote kwa kutoa rushwa, yule ambaye alitoa rushwa alikuwa anapewa haki. Na kwa njia ile watu wamekwazika. Shalom. Shalom tena. Kusema kwa nje kuna wale ambao wanatafuta kuvamia mji, na kwa ndani kuna ukosefu wa haki. Na watu wanachoka, watu wanateseka mpaka wanaanza kujiuliza, Mungu yuko wapi? Tumelia ya kutosha. Tuteseke kwa nje, tuteseke kwa ndani. Basi mpaka siku gani? Je, tungali tena taifa teule la Mungu? Na ni katika hali kama hiyo Mungu anawaelekea sasa wana wa Israeli kwa njia ya nabii Isaya katika sehemu tuliyosomewa leo, akiwaambia, hii ni neno la Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli. Ewe taifa la Sioni unaokaa Yerusalemu, hutalia machozi tena. Hutalia machozi tena. Bwana
Ni neno la Bwana Mungu. Je, si unabaki muda mdogo tu na Lebanoni utageuzwa kuwa bustani ya miti, nayo bustani ya miti itazaniwa kuwa mwitu? Ndipo siku hiyo viziwi watasikia maneno ya kitabu, nao vipofu wataondolewa giza, na weusi na macho yao yataona. Ni mambo yale ya faraja ambayo Mungu kwa njia ya nabii Isaya anawatumia wana wa Israeli kama kitulizo. Walikuwa wameteseka, sherti watulizo. Kwa kifupi, tunapoteseka Mungu hawezi kutuachilia. Katika mateso yote tunayoyapitia, Mungu si kiziwi, Mungu si kipofu, hapana. Ni imani ile ambayo Mungu amethibitisha katika mioyo ya wana wa Israeli kwa njia ya nabii Isaya. Muwe na moyo, siku zinakuja. Nasema si unabaki muda mdogo tu. Muda mdogo tu. Kusema hata kawia kuwaondoshea kila ambacho kinawazuru kuishi vizuri katika nchi yao. Anasema Lebanoni utageuzwa kuwa bustani ya miti. Le Liban sera changé en jardin. Le Liban symbolise la toute puissance. Lebanoni inamaanisha ufalme ambao machoni pa watu unaonekana kwamba hauwezi kuondoleka. Sababu kuna falme mbalimbali machoni pa watu unapoziona tunasema falme hizi haziwezi kuondoleka. Na Lebanoni inamaanisha ule ufalme ambao machoni petu unaonekana kwamba una nguvu kubwa sana, ufalme usioweza kushindika, usioweza kuondoleka. Kisha Mungu anasema ule ufalme utageuzwa kuwa bustani ya miti. Le Liban sera comme un jardin. Et le jardin symbolise la faiblesse. Kusema ule ufalme ambao umetangaza kwamba utawatesa, siku zinakuja na ni muda mfupi tu, ule ufalme ambao unaonekana kwamba nguvu yake haiwezi kuondoleka, utakuwa ufalme mzaifu sana. Un fort et tout puissant qui deviendra très bientôt très faible. Kisha naongeza akisema nayo bustani ya miti itazaniwa kuwa mwitu. Le jardin sera comme une forêt. Nikusema yule ambaye anakuwa kama ni mzarauliwa atainuliwa na Mungu, na yule ambaye anaonekana kama alishakainuka atashushwa na Mungu. Ni ujumbe huo ambao nabii Isaya anatangazia wana wa Israeli. Shalom. Shalom tena. Kwa kifupi, kwa njia ya mpango huo ambao Mungu ametangaza katika somo la kwanza, Mungu anaonyesha kwamba yeye ana nguvu. Yeye anatazama kila mmoja wetu katika shida zake. Mungu anaona, Mungu anakumbuka, na Mungu anatenda. Na kutenda kwake kunapata ukamilifu wake ndani ya Kristo yeye mwenyewe aliyekubali kufanyika mtu kwa ajili ya kutuokoa. Yale ambayo Mungu anawatangazia wana wa Israeli kama taifa la pekee yatapata ukamilifu wake ndani ya Kristo na kuwafurikia watu wa makabila yote. Huruma ya Mungu, huruma ambayo ametangaza kwamba atalijalia taifa la Israeli, huruma hiyo itatufurikia sisi wote kwa njia ya Kristo aliyekubali kujifanya mtu kwa ajili yetu. Na kwa kweli katika Injili tunaonyeshwa mambo mengi ambapo Yesu anaonekana kwamba ni yule aliyekuja kwa kweli kukamilisha ile huruma ambayo Mungu alikuwa amewatangazia wana wa Israeli. Si tena kwa taifa moja tu, bali kwa mataifa yote ya ulimwengu. Moja ya njia kwamba Mungu ni mhurumivu kwa ajili yetu, moja ya njia ya kwamba Mungu anatenda miujiza katika maisha yetu ni uponyaji. Na ni huo uponyaji ambao tunaona wazi katika Injili ya leo. Yesu anawaponya watu wawili waliokuwa vipofu, deux aveugles. Nilikusudia kugawa pamoja nanyi mambo matatu, trois éléments. Jambo
kwanza, tunapotazama injili hii tunapoifikiria, tunaombwa kuwatazama hawa watu wagonjwa wawili vipofu wanaonyenyekea katika ombi lao. Sababu usomi unatuambia Yesu alipokwenda kutoka huko, vipofu wawili walimfuata, wakapaliza sauti wakisema, Bwana, mwana wa Daudi, utuhurumie. Mwana wa Daudi, fanye nini? Utuhurumie. Na inaishia pale sana. Wananyenyekea mbele ya Yesu sababu wana kitu ambacho wanapenda awape. Wanapenda wajaliwe nini? Uponyaji. Na wanasema utuhurumie. Ni jambo la kwanza, kunyenyekea katika namna yetu ya kuomba. Jambo la pili, Yesu anawauliza, walipomfikia akawauliza, ati mnaamini kwamba naweza kufanya jambo hili? Wakamwambia, ndiyo Bwana. Hilo ndilo jambo la pili, imani isiyo na masito. Yesu anawauliza, mnaamini? Croyez-vous que je peux faire cela? Bila kusita wanasema ndiyo, tunaamini Bwana. Ni jambo la pili la kufikiria katika misa hii takatifu kutokana na injili ya leo. Jambo la tatu na ni la mwisho, labda Yesu kisha kuwaponya anawaambia, macho yao yakafumbuka, na Yesu akawaambia kwa ukali, severement, angalieni hata mtu mmoja asijue. Amesha kuwatendea mema na anasema mwende, si lazima mtangaze. Haleluya. Haleluya. Na kwanza tulisema kunyenyekea katika namna yetu ya kuomba. Wao wanahitaji ya uponyaji, na wanapomfikia Yesu wananyenyekea mbele yake katika namna yao ya kuomba, wanasema, Bwana, utuhurumie. Na ni neema ya kwanza ambayo tutaombeana kutokana na maneno matakatifu ya leo. Wakristo wapendwa, tuwe watu wenye kunyenyekea mbele ya Mungu tunapomuomba. Na si mbele ya Mungu peke yake, ni mbele ya kila mtu ambaye tunalipenda atusaidie. Wakati unatafuta msaada, unapaswa nyenyekea. Peut-être arrogant tout en demandant quelque chose. Kama unapenda usaidiwe na Mungu au usaidiwe na mwenzako, nyenyekea mbele yake. Nitaleta mfano tu kwa kubadilisha jambo hili. Uko mama wa nyumba, mama mzazi, na baba yuko pale. Kuna siku baba amenunua mafuta. Si baba ambaye anapiga ile mafuta. Wewe unapiga kila siku. Wewe mama. Ni mama utabewa. Baba utaona ni mwiso ndio mmoja shati leo. Sisi kuna leo huko mkao. Mmoja hati leo wapi? Abre. Bali mwamini unasema, Bwana wewe unawaza mafuta uletaka haitaishaka. Unawaza atakusikiliza vizuri na kukupatia kama hata kuna magumu. Sasa tena zikunyie. Sema ule ukosabu wako uende kumnulia mafuta yako. Unawaza makala nyingi zake haitaishaka. Na mwingine anasema makala nyingi zake ilishaishi. C'est différent. Tofauti. Sema tumuombe Mungu tukiiga hawa vipofu wawili, neema ya kunyenyekea mbele ya mtu tunayeomba msaada kutoka kwake. Naweza kuwa mtu fulani au Mungu yeye mwenyewe, tunyenyekee mbele yake tunapoomba. Jambo la kwanza la kufikiria leo. La pili nilisema imani bila masito. Wakisha kumwambia Yesu, Bwana utuhurumie, naye akawauliza, je, mnaamini kwamba naweza kufanya jambo hilo? Bila masito wakamwambia, ndiyo Bwana. Nawe Yesu anakuuliza, sababu tumefika hapa na sisi wenyewe kila mmoja akiwa na nia yake. Nawe kwa sasa Yesu anakuuliza, je, unaamini kwamba kile ambacho umefika nacho ukikiomba nitakupa utakipata? Nile. Na ni imani hiyo ambayo tunaomba kuwa nayo. Kile ambacho umefika kumuomba Mungu hakika atakupa. Sababu kwa na masita hautapata kitu. Tumuombe Mungu atujalie ile imani. Imani bila masita. Dieu est en œuvre chaque jour dans notre vie. Usiwe na masita. Sababu pepe unafika kati ya wale ambao walikuja kutoka mashuhuda. Uliomba Katriani, watakupa Katriani. Uliomba Katara, watakupa Katara. Kuwa na unavizia wewe, unavizia wewe dans la prière. Unaomba sambaza bado wewe zamani. Sababu
hakika naye atakupa kila ambacho umeomba. Kisha muomba, tu te mets à disposition de trouver ce qui doit te donner. Nini? Tusiwe na masito katika namna yetu ya kuomba. Uwe na hakika kwamba kila ambacho umefika nacho kwa kumomba Mungu, Mungu atakupa kama uko na imani. Nini? Na namna Injili imetuambia hapo, Yesu akagusa macho yao, akasema mfanyiziwe mlivyoamini. Kusema wamepewa uponyaji wa kimwili, baadaye wakisha kupona kiroho, kwa sababu walikuwa wameamini kwamba kile ambacho watakiomba hakika watakipata. Deja la guérison intérieure était déjà là. Shalom tena. Yesu akagusa macho yao. Nasi kati yetu hapa kuna wagonjwa wa macho. Tunaomba Yesu aguse macho ya kila mgonjwa wa macho. Aguse kila ambacho kinakutesa katika maisha yako. Akiguse na macho yake na mikono yake, na akitazame kwa macho yake ya huruma. Baba, leo tunakuja kushangilia moyo mtakatifu wa Yesu. Atie ndani ya moyo wake kila mmoja wetu na shida yake. Sababu ni kwa ajili ya hiyo tumefika hapa kwa kumwabudu. Shalom tena. Na kama tuna imani, tunaamini kwamba atatenda, na kwa kweli atatenda tu. Kuna wale wanaokumbwa na magonjwa ya macho, wengine magonjwa ya miguu, kila mmoja na matatizo yake. Yale yote matatizo si tatizo. Kuna mwandishi mmoja anaandika kitabu, un livre intitulé Matatizo si tatizo. Tunaweka matatizo yake hayo yote ndani ya moyo wake, ili kwa kweli sisi tulio na imani kwake atuondoshe yale matatizo, tutoke hapa tukiwa tumeumbwa wapya, namna ameyatangaza katika somo la kwanza. Na jambo la mwisho, kisha kuwaponya hawa watu wawili, Yesu akawaarifu kwa ukali, akamwambia, angalieni hata mtu mmoja asijue. Hata mtu mmoja asifanye nini? Asijue. Ni kusema ametenda miujiza, ametenda miujiza kwa siri. Il fait le bien en silence. Na ni neema ile ambayo tutaendelea kuombeana leo, Wakristo wapendwa. Neema ya kutenda mema kwa siri. Na tutatenda mema kwa siri sababu gani? Pourquoi doit-on faire le bien en silence? Sababu kuna wale ambao wametenda miujiza nyingi kuliko sisi bila kusema sema. Wao wametenda kitu kadogo hivi tu, kila mtu anashukuru. Kila mtu anashukuru. Tuangalie matelefoni zetu leo na rezo sosio na kuendelea. Kitu kapata hivi, kila mtu kapost. Kapata hivi. Unaenda angalia mayatima, ifo poster. Uliambia yatima para 30 secondes. Kuko mtu ambaye anahusika na yule yatima mchana na usiku halalake na haya Biblia ya yule yatima. Wewe ukisamura mu 30 secondes kila mtu anashukuru. Mais ça veut quoi? Shalom wa Kristo. Shalom tena. Shalom. Wamekupokeza mtoto 30, non, même pas 30 minutes, 1 minute. Lakini wakukaptire photo utastatia kwenye ile kila mtu ajue kizi kule nenda shida. Kumbuka kwamba kuna yule anayeteseka na yule mtoto mchana na usiku na haya semaka. Na yule kati yako na yule nani ambaye ametenda mema kuliko mwingine. Yesu anatukumbusha yale tutende mema bila kuleta fujo. Et d'ailleurs, les Français disent que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Et c'est vrai, dans les fêtes, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ukipakiza kama kunguru zenye nasema mkaribira zenye nasema mkitu. Unazitia kama mfuso kama nini, zitasumbua barabara. Lakini kama zimejaa, kama ni mafuta, kama ni nini, hazisumbua. Na kama unazoea kusema sema, donc ça veut dire que tu es vide. Tu es vide. Il n'y a que tout vide que tu communiques. Shalom tena. Tutende mema bila kusumbua. Sababu Yesu amesema kwa ukali msiende ambia mtu. Hakitu kapata hivi kila mtu anajua. Hakitu sababu ulinunua samaki unakula bugari ya samaki unajikapitia foto unabiblia na bugari ya samaki. Kuko ya samaki kila siku hawa biblia hata siku moja. Wale kwa kumwezi mfano mwana na tu mmoja kwa sababu. Leo hizi ni siku ya mipanzi. Ulinunua mipanzi ya 1000 francs, kila mtu anabiblia mipanzi ya 1000 francs. Kuna mwenye wasauza ya $5 hawakubiblia mipanzi. Les réseaux sociaux.
l'ostentation, kila mtu aone kila no, si lazima, sio lazima. Yesu anatukumbusha tutende mema tu kwa siri, kwa siri. Shalom tena. Shalom tena. Neema hizo ambazo tunaomba Mungu kwa siku ya leo. Kwa kumaliza, maandiko matakatifu ya leo yanatukumbusha kwamba Mungu si kiziwi. Anasikia malalamiko yetu ya kila siku. Tunapomtolea nia zetu mbalimbali kuna siku, na amesema katika somo la kwanza, muda ni mfupi tu ili atende. Tutambue kwamba Mungu wetu ni mtendaji. Na tumuombe kwa unyenyekevu naye atatupa. Tumuombe kwa unyenyekevu naye atafanya nini? Atatupa. Na tusiwe na masito, kwani Mungu ni nani? Ni mtendaji. Tusiwe na masito, kwani Mungu ni mtendaji. Na natuomba tutende pamoja naye lakini kwa siri. Tutende pamoja naye lakini kwa nini? Kwa siri. Kwa sababu sisi ni vyombo, sisi ni mikono ambayo Mungu anatumia kwa kuwafurikia watu wote baraka zake mbalimbali. Mwenye masikio ya kusikia asikie, na mwenye moyo wa kupokea apokee. Bwana awe nani. Tukiisha